Haleluya, haleluya. Ningetamani tuzungumze mambo machache kwa habari ya familia zetu. Kwa kweli familia zetu zinatutegemea sana sana. Lakini wakati mwingine kwa bahati mbaya niseme, unakuta kwamba kuna roho ama kuna uchawi ama wachawi sasa wanatufunga ama wanatuzuia tusifikie malengo. Yaani unakuta kwamba wewe ndio unayetegemewa kwenye familia, lakini ndio unaishia tu kupambana na hamna kitu ambacho unashika. Mimi ningetamani tu kukuambia kwamba maombi juu ya familia ni muhimu sana. Maombi kwa ajili ya familia ni muhimu sana sana. Sasa mara nyingi sana pia kuna vitu ambavyo vinakuwa kwenye asili zile za kwetu. Yaani kwamba unakuta labda baba hajawahi kufanikiwa, mama pia alikuwa familia maskini. Kwa unaona unakuta pia unazaliwa kwenye ile familia maskini. Na hata ukipambana unakuta tu mambo wakati mwingine hayaendi kama vile ulikuwa unataka. Unajua sio kila mtu ambaye hajafanikiwa eti amependa. Wengine anapambana sana lakini milango haifunguki, anachukiwa, anadharauliwa. Na mambo kama hayo yanakuwa sana na msibu. Sasa nikupeleke kidogo kwenye Ezekiel ile 16 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, neno la Bwana linijilia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu awaambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa ni baba yako na mama yako alikuwa ni Mhiti. Sasa utaona kwamba hapa huyu Yerusalemu anazungumziwa kwa habari ya asili, kwamba asili yake. Sasa kuna watu ambao asili ya kwetu ni watu maskini. Ni watu maskini. Na haya mambo si mageni sana. Wewe mwenyewe tu unaweza ukatazama huko kwenu, huwa mnaweza kufanya nini? Ama ni kitu gani mliweza kufanya mkafanikiwa? Unakuta tu kuna roho zinashambulia, mkijaribu kufanya vitu haviendi. Lakini unakuta sasa haijaanzia kwako, ila imeanzia labda kwa baba, umeona, labda kwa babu. Kwa hiyo ile asili, unakuta asili ya kwenu ni watu ambao wanaishiaga tu kuhangaika. Mimi nakuombea sana Mungu akusaidie na neema ya Mungu tu iwe juu ya maisha yako, na kama kuna roho ama pana laana fulani ambayo inazuia, ikuachie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukiangalia pia hata hapa kwenye kitabu cha, tuangalie tu maandiko sehemu chache sana. Tuangalie labda kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Mstari nikibia mstari 12, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu naye pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu aliyotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyekuleta huku kutoka Misri? Nikibia mstari 15 akamwambia, Bwana, nitawaokoaje Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio masikini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Unaona, Gideoni anapewa kazi na malaika ya kuokoa na Israeli, lakini ikabidi amwambie malaika kwamba sawa, umenipa hii kazi, lakini mimi sasa natokea familia iliyo maskini kabisa. Katika uzao wa Manase sisi ndio walio maskini zaidi, lakini pia kwenye uzao wa baba yangu mimi ndio niliye mdogo. Sasa utaweza kuangalia kwamba ile asili ilikuwa inamtatanisha Gideoni kuchukua jukumu la kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Kwa hiyo kimsingi asili inaweza ikasababisha pia hata kujiamini kuondokane kwenye maisha yako. Yaani unakuta labda hata kama kitu kingefaa wewe ukakifanya katika ubora, wakati mwingine hata ukakifanya vibaya kwa sababu haujiamini, ni kwa sababu tu ya ile asili umekuwa nayo. Lakini pia tunakuwa na watu wengi ambao kila siku ni kama vile anaishia kufanya mtihani ambao anafeli. Yaani anafungua biashara inakufa, anafungua tena nyingine inakufa. Sasa ukija kuangalia unakuta pia baba yake naye zilikuwa zinakufa, hata kama sio biashara, labda hata ng'ombe au kuku zake zilikuwa zinakufa. Sasa ndio utaona kwamba hii mambo ni asili. Sasa kwenye asili panakuwa na roho. Ile roho ndo ambayo inasumbua zaidi. Nikukaribisha kabisa Jumapili hii ambayo tutakuwa tunapambana na roho ya asili kupitia kitovu. Njoo kabisa Jumapili hii, utaona vile Mungu atakavyokutendea. Mimi naitwa Nabii Nustesha. Karibu sana. Kanisa lipo Dodoma mjini, nyuma ya bunge, tunatazamana na machinjio ya VETA, na utanipata kwenye 0767136466. Ukiona sijapatikana kwa njia ya kawaida, tuma message tu kwenye hiyo namba ya 0767136466.